Okay, jambo Afrika, jambo Tanzania. Leo tuko katika ofisi ya bodaboda Uboma Arusha mjini. Niko na mwenyekiti hapa. Tutazungumzia maneno machache yanayohusiana amani na upendo pamoja na umoja wetu. Na ndugu mwenyekiti, leo tuko pamoja, tuko na familia yote kwa ujumla, ila baadhi wengine tunajua wako kwenye operation. Zungumzia kwa machache kuhusiana na changamoto na kazi zinavyokwenda. Asante. Kwa majina naitwa Okelo Konstantini, ni mwenyekiti wa bodaboda mkoa wa Arusha au jina maarufu kama mwenyekiti wa maafisa usafirishaji. Ni kweli kwamba tumekuwa na operation zetu za kila siku za kuhakikisha kwamba tunaweka hii tasnia yetu ya bodaboda vizuri, kuhakikisha kwamba wanafuata sheria bila shuruti. Lakini kama mnavyoelewa ndugu waandishi wa habari, hii tasnia yetu ni kubwa na imekuwa na watu wengi, pia vijana wengi wenye rika tofauti. Kwa sisi kama viongozi tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunasimamia tasnia inakaa kwenye mstari. Kama mnavyoelewa kwamba tunapokuwa barabarani lazima tuwe barabarani kwa mujibu wa sheria. Tuna vijana ambao unakuta wanaharibu mifumo ya pikipiki, wanaharibu wanatoboa exhaust, wanaweka vitaa vyenye mwanga mkali, wengine wanafunga vitu mbalimbali. Kwa sisi kama viongozi kwa ujumla tumehakikisha kwamba tunasimamia haya mambo na tumeona matokeo yake. Watu wameendelea kuimarika, watu wamepata elimu na tunaona maendeleo ni mazuri, na tunaendelea kuwaelekeza viongozi wote wa bodaboda wilaya zote zinazounda mkoa wa Arusha kuhakikisha kwamba wanafanya operation kupitia wilaya zote. Tumeona juzi katibu wetu alikuwa wilaya Monduli Mtoa Mbu kule akiendelea kuwapa elimu kuhakikisha kwamba namna ya kuweza kufuata sheria za usalama barabarani, lakini pia ni pamoja na kuhakikisha kwamba wanaweka utaratibu mzuri, bodaboda wote wanatambulika kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa vizuri. Na kwa ujumla wananchi wenyewe sasa hivi wanathibitisha kwamba wanaona matokeo ya uongozi wetu na umoja wetu ambao tunahudumisha, kwa sababu sasa hivi hakuna tena ile mambo ya kuuliza zile basti ambazo tunasema exhaust. Naona kila kukicha hata vijana sasa nadhani wanaingia kwenye mfumo wa kufuata utaratibu wa uongozi wa mkoa. Vipi kuhusiana labda na hawa vijana ambao wanafanya mambo ya ajabu, wanajihusisha na mambo ya tatumzuka? Nao ni miongoni mwa vijana wetu hawa ambao tunawategemea, tunaongoza kwenye tasnia hii. Unachukuliaje katika hili swala? Na sisi kama viongozi tuseme kweli, kama tulivyosema awali kwamba tasnia yetu ni kubwa, ila sisi kama viongozi tumejipanga kuona namna gani ya kuweza kutokomeza hawa vijana ambao wanahisiwa ni tatumzuka, ambao wengine unakuta wanatokea ndani ya tasnia yetu ya bodaboda. Na ninadhani tulivyotoa maelekezo kwa viongozi wote wa bodaboda wilaya zote ni kuhakikisha kwamba vijana wote wanaingia kwenye mfumo. Lengo la kuwaingiza kwenye mfumo ni kuhakikisha kwamba wanatambulika, na mwisho baada ya kuwa tumeingiza kwenye mfumo tayari tumeshawaagizia reflector jacket ambazo watazifaa na kwa ajili ya utambuzi. Na kwa nini tunaamua tuingize kwenye mfumo? Ni kweli ni baada ya matukio kuwa mengi. Unaambiwa kwamba vijana wengi wameamua kujihusisha kwenye masuala ya tatumzuka, lakini wakishaingia kwenye mfumo ina maana hata wale wateja wetu ambao tunawabeba au abiria wetu tutawaambia kwamba wasipande bodaboda ya mtu ambaye hajavaa reflector, kwa sababu yule mtu ambaye amevaa reflector ambao ni vazi maalum, sisi kama viongozi tutakuwa tuna taarifa zake zote za ndani. Kwa hiyo wakati mwingine akienda kula akipata changamoto tutakuwa tuko tayari kuweza kumsaidia, kwa sababu ndio utambuzi wetu. Kwa hiyo tuendelee kuwaasa vijana